naye msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe. Ali, habari za asubuhi? Habari za asubuhi nzuri kabisa, alhamdulillah. Vipi nyie? Sisi hatujambo, tuko vizuri kabisa. Tabora kuko salama, hali ya hewa iko vizuri? Yes, na mshukuru Mwenyezi Mungu, kuko vizuri na hali ya hewa ni nzuri. Kuna jua linawaka leo. Nafikiri ile hofu ya watu wengi kwamba mvua ingeweza kuleta changamoto, pitch isiwe nzuri. Ndio. Mpaka sasa jua linawaka vizuri kabisa na hakuna dalili yoyote ya mvua. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie hali hii iendelee ili Watanzania wapate nafasi ya kushuhudia mchezo mzuri pale Al Hassan Mwinyi leo. Na ninyi Yanga mnaona mna mechi ya kucheza leo? Tuna mechi ya kucheza kila siku tunapokwenda uwanjani, kila mpinzani, na hasa mzunguko huu wa pili hapa mwishoni. Kila mechi inakuwa ngumu kutokana na mahitaji na umuhimu wa hizo alama kwenye kila timu. Kwa hiyo ni mechi nzuri, mechi yenye msisimko wa aina yake, na tunaamini kwa quality ya timu yetu tutakwenda kupambana vizuri na tutaondoka na matokeo mazuri inshallah baada ya dakika 90. Mechi ile ya kwanza mliopoteza dhidi ya Tabora imewaathiri kwa namna yoyote kwenda kwenye mechi ya pili leo? Imetuathiri kwa maana ya kuwapa watu midomo kama hii ambayo unasikia. Ndo athari pekee ambayo tumeipata, lakini tunaamini tuna nafasi ya kujisahihisha, tuna nafasi ya kupambana na kuiweka heshima yetu kwenye mahala ambako inatakiwa iwepo. Sisi malengo yetu msimu huu si kumfunga Tabora, malengo yetu ilikuwa ni kuchukua ubingwa, ila ili lengo la kumfunga Tabora limeongezea kwa sababu ya namna ambavyo ushindani wake, maneno yake, heka zake zimekuwa nyingi. Kwa hiyo nataka tukapambane na sisi tuonyeshe kwamba msimu huu kama amechukua point 3 kwetu, na sisi tuna uwezo kuchukua point 3 nyumbani kwake inshallah. Unadhani kwa nini mechi imekuwa na heka kubwa sana, Ali? Tangu juzi heka imekuwa kubwa sana. Nafikiri ni kwa sababu Tabora tu hawajiamini. Wamekuwa na hofu nyingi tu. Kwa sababu kimpira ukiangalia walikuja Dar es Salaam, tukacheza mechi, wakatufunga goli 3. Sisi mashabiki wetu baada ya goli 3 wakainuka, wakapiga makofi kwa wachezaji wao kuonyesha kwamba ni fair play, mechi imeisha, wamechukua ushindi, wameondoka. Na wao wakaondoka, karudi nyumbani kwao huko, wakafanya paredi, wakala ubwabwa, wakasherehekea kutufunga Yanga, maisha yakaendelea. Lakini sisi tumekuja kwao, yani wao wanaona kwamba hawastahili timu kuja hapa na kutamba kwenye ardhi yao, wakati wao waitamba kwenye ardhi yetu. Kwa mwisho wa siku tunaamini hizo ni hamasa tu na chachu ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuupa ukubwa mchezo huu ambao umekuwa na msisimko kweli, na naamini mashabiki wataitika kwa wingi sana leo uwanjani, na hata ambao watakaa majumbani watakuwa wanaangalia mchezo huu kwa msisimko mkubwa. Hivyo na sisi tutajiandaa vizuri kuhakikisha baada ya dakika 90 tunaondoka na matokeo mazuri hapa Al Hassan Mwinyi. Usalama wenu ukoje, kwa sababu purukushani zimekuwa nyingi sana? Usalama wetu uko kwa 100%. Hii ni klabu kubwa sana Juma. Young Africans ni klabu kubwa sana, klabu ambayo ina mashabiki wanachama kwenye kila kijiji Tanzania hii. Kila mtaa, kila kijiji kuna shabiki wa Young Africans ambaye anajivunia na kuipenda timu yake. Lakini kwenye zile taratibu za kimchezo mpaka sasa hivi hamna unasema kwamba kuna hali yote ya kutokuwa na usalama ambayo imetokea. Mambo unayoyaona kwenye mitandao, heka za hapa na pale, zote ni hizo tu za watu kukosa kujiamini na kuona kwamba watakiwa lazimishe baadhi ya vitu. Lakini nikwambie tu ukweli Juma hayo, leo kutakuwa na mechi nzuri sana Al Hassan Mwinyi, na Watanzania wataenjoy kuangalia mechi ya leo inshallah. Na bila shaka kama usalama upo wa kutosha na hamna shida, hiyo yote ni kwa sababu pengine mmepewa huo usalama wote na makaribisho yamekuwa mazuri kutoka kwa mkuu wa mkoa. Hiyo meza unaotikisa Juma na vinywaji vya gharama sana kaka. Acha kwanza kuwa mtulivu, tucheze mechi, alafu maisha yaendelee. Tumeambiwa kuna wachezaji mnawakosa, wachezaji wenu muhimu wakiwemo Aziz Ki. Unaweza ukawakumbusha wana Yanga wanaosikiliza na Watanzania hivi sasa ambao watakosekana? Tunamkosa Stefano Aziz Ki kwa sababu ya majeraha, tunamkosa Khalid Aucho kwa sababu ya majeraha vile alipata majeraha kwenye national team. Tunamkosa Kennedy Musonda kwa sababu ya majeraha, tunamkosa Cletus Chota Chama kwa sababu ya majeraha, lakini tutawakosa wachezaji wengine kama kina Azizi na Mbwile. Hawa ni kwa sababu za kiufundi, lakini wengine hao ni injury, wengine ni sababu za kiufundi. Lakini tunaamini tunayo squad nzuri, squad kubwa ambayo itaweza kutupambania hapa Tabora, tukapata matokeo mazuri bila mashaka yoyote. Na kuwakosa wachezaji hao wa muhimu kabisa, hamjatikisika?
Hatujatikisika kivyovyote vile, kwa sababu tulifanya usajili mzuri mwanzoni mwa msimu, tukaboresha timu yetu dirisha dogo. Hivyo tuna kila sababu ya kuamini wachezaji ambao tuko nao ni wachezaji sahihi, wachezaji bora ambao wanaweza wakacheza mechi dhidi ya Tabora tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo watoe mashaka wana Yanga, waendelee kuombea dua timu yao, tutakwenda kupambana leo Al Hassan Mwinyi pale tupate matokeo mazuri inshallah. Tumalize na hili tu, nimeona pia kwenye mtandao msemaji wa klabu akikupa masaa kuomba radhi, hilo umelifanya? Ni vichekesho tu ndugu yangu hivyo. Ni kama unamsikiliza Kipotoshi au Leonardo au TX Dula. Ni vichekesho tu vya comedy hivyo. Ni nafasi ya kuburudisha watu na kuongezea watu siku za kuishi ndugu yangu. Maanake unamaanisha msemaji wa Tabora ni comedian? Ni mchekeshaji. Ni mchekeshaji ambaye hajagundua bado talanta yake nyingine. Nafikiri nafasi ya kumtafuta Mario, atakuwa ameshapata namba ya Koi Mzungu, sasa ampe aende akachekesha Watanzania waburudike na kipaji chake. Maanake huoni kama kuna sehemu ulifanya kosa lolote la kuomba radhi, sio? Hakuna kosa lolote ambalo limefanyika Jumaa la kuomba radhi, na hakuna mashaka yoyote ya kufanya sisi tuwe na mtikisiko wa kuomba radhi. Ndio maana nimekwambia alichokizungumza hiyo old version ni vichekesho. Ni comedy hiyo ndugu yangu. Asante sana. Tukan sana.